Kilichomkuta huyu dada hata kingekutokea wewe basi naamini usingeweza. Bwana, series yetu inafungua na kutuonesha bonge la shule moja kubwa sana nchini Korea. Hapa anaingia bidada mmoja anafahamika kama Ji, akaitazama shule hii kwa mbali sana. Na ndani yake akiwa amejawa na tabasamu, akajisemea ndani ya moyo wake kwamba hii shule yanifaa sana, lakini mwisho wa siku alikuja kugundua kwamba ni shule ambayo wanasoma watoto wa kitajiri tu. Hali yake ya kiuchumi na shule aliyopelekwa vilikuwa havifanani kabisa. Hata mwenyewe alikuwa anashangaa. Akajiongea taratibu mpaka katika dirisha ambapo wameandika mapokezi. Basi moja kwa moja akamkuta kaka mmoja na dada mmoja, akaulizia kwamba anaulizia darasa la section A linapatikana wapi. Lakini yule dada wa mapokezi aliposikia kwamba Ji anaenda kusoma section A alishtuka sana na alibaki anashangaa. Bidada mrembo kama wewe unaelekea section A? Lakini bidada hakuelewa ni kwa nini mwanamke anashangaa sana. Basi baada ya bidada Ji kuweza kuelekezwa ni wapi section A inakopatikanika, alishangaa kuona kwamba ni kama vile mazingira yalikuwa yafanani kabisa na shule hii ambayo ameweza kuingia. Lakini bidada akajisemea moyoni mwake kwamba don't judge a book by its cover, yani usikihukumu kitabu kwa kutazama cover lake. Hebu ingia ndani ukisome, huenda kikawa na madini sana. Na mwisho wa siku akawa amejiongea mpaka kuingia katika madarasa, na ndipo alipogundua kwamba madarasani ni kubaya kuliko hata nje. Aliposogea akajikuta anafika mpaka ndani ya darasa. Hapa akakutana na wauni fulani hivyo walikuwa wameketi humu ndani. Akawa anauliza, "Samanini kina kaka, eti naulizia darasa la section A." Mwamba mmoja kiongozi wa hili darasa anayefahamika kama Kaifa akasema kwamba umekosea darasa, hebu ondoka zako. Bidada akasema ni hapa hapa, akamwambia kwamba hebu ondoka zako haraka sana. Basi bidada akabidi kuondoka. Lakini alipokuwa ameondoka akarudi upande wa ile shule nzuri kule, na kisha akaingia katika darasa lolote lile ambalo yeye akaona kwamba litamfaa. Baada ya kuingia tu rais wa ile darasa akatoka na kwenda kumsalimia, lakini pia akamkaribisha kwa furaha na kumuuliza kwamba yeye anaitwa nani. Bidada akasema kuwa anaitwa Ji. Alipoikagua barua ya kuhamia kwake katika eneo hili akamwambia kwamba umekosea darasa, unatakiwa kwenda kusoma section A. Akawa anamuelekeza kwamba section A ni wapi inakopatikanika. Bidada ndo akagundua kwamba ni kule ambako aliweza kukutana na wale wauni. Hasa akawa hana namna yoyote, kabidi kurudi darasani. Aliporudi saa mishale ya saa 4 hivi ndio wauni wameshaweza kujaa darasani. Yani huko wanafunzi wanaingia mida wanaotaka wao wenyewe. Alafu bahati mbaya ni kwamba ni vidume tu yani. Kabidi kujitambulisha kwa mwalimu kwamba yeye ni mwanafunzi mpya, na kisha akajitambulisha mbele ya darasa. Alafu Sakaifa ambaye yeye ndio kiongozi wa hili darasa kwa maana ya rais, kabidi kumkaribisha bidada, lakini akamkaribisha kwa bonge la tusi. Na bidada si haba kabisa, akarudisha bonge la tusi lilikuwa linagusa wazazi wa Mwamba Kaifa, na kwa kufanya hivi bila shaka ataishi maisha magumu sana hapa darasani. Na ile time anakwenda kukaa katika dawati anashangaa kwamba kila dawati analokwenda kukaa mabegi anawekwa, yani kiasi fulani ni kama hawamtaki hivi. Lakini aliweza kufanikiwa kukaa katika siti moja, wakaanza kumrushia baadhi ya vitu. Yani kiufupi ni kwamba hili ni darasa la wagumu kweli kweli. Na hata walimu wanaopangiwa kuja kufundisha katika madarasa haya huwa wanalipwa mshahara mara mbili, lakini bado walimu wanakataga kuja kufundisha huku kwa sababu hata mwalimu ukizingua unawezekana ukagongwa makwenzi. Kadri bidada anavyozidi kuwastopisha kwamba wasimbonde, ndivyo ambavyo akawa anambonda kwa nguvu zaidi. Tena akawa anapiga makelele, mwalimu ananibonda huku, na ndipo ambavyo akawa anaongeza spidi ya kuzidi kumshambulia. Huwezi kuamini bidada alikuwa anapigwa mpaka na mayai visa, lakini mwalimu alikuwa busy tu anaandika ubaoni kwa sababu akiingilia ugomvi na yeye kinamuhusu. Bidada alikimbia mpaka katika maeneo ya kantini ya shule. Huko alikutana na mwanafunzi mmoja hivi anafahamika kama Rocky, na bidada mmoja akawa anamuuliza kwamba vipi huko section A, wamekupokea kama ulivyokuja ama imekwaje kwaje? Lakini bidada akazuga kwa kusema kuwa wamempokea vizuri sana, lakini pia wakina kaka kule ni wakarimu na wenye sura za upole. Kiufupi ni kwamba anafurahia kusoma kule. Yani walibaki wanashangaa tu bana. Haya mambo wameanza lini huko section A kuwa na ukarimu wa namna hiyo? Sasa kuna mwamba mmoja anaitwa Iris. Kamtazama bidada Ji akatabasamu. Kisha akasema najua kabisa kuwa hilo ndio darasa sahihi kabisa na ambalo linakufaa. Hii inatuonyesha kwamba Iris anajuana sana na huyu bidada ambaye anafahamika kama Ji. Na basi baada ya kupata msosi akawa anarudi tena kule darasani kwa sababu amesema kuwa ni darasa zuri, basi inabidi kuvumilia tu. Yani dakika tu za kwenda mapumziko na kurudi tayari darasa lilikuwa limevurugwa kweli kweli, madawati mengine yameshavunjwa. Moja kwa moja bana akakaa sehemu fulani hivi na kuanza kujipatia msosi. Kumbe bana wauni ulikuwa hapo hapo darasani, wakatimba na kunyang'anya chakula chote. Mwamba mmoja anafahamika kama Philips akaanza kumtongoza hapo hapo. Ukinikubalia tu nitakuwa na wadunda wa mashikaji wote na utakuwa unaishi kwa amani kabisa hapa darasani. Na akamtazalisha kwamba haruhusiwi kabisa kwenda kununua chakula kule kwa sababu wanafunzi wa section A hawaruhusiwi hata kukatisha maeneo ambayo wanafunzi wengine wanapatikana. Na endapo ukaonekana huko wewe unaitiwa polisi kabisa, wanakuja kukamata. Bidada Ji akashangaa kuona kwamba sasa hili ni darasa au nini? Mimi sijaelewa kama nyinyi mnaishije huko. Mwisho wa siku akawa anatoa chakula kidogo ambacho kilikuwa kimebakia katika begi lake. Lakini kitu cha kuchekesha ni kwamba mwanaume anayempenda eti ndo akaweza kumuibia tena kile chakula ambacho anastahili kukila. Akabaki anashangaa tena mpaka kumbe mtu anayekutongoza anaweza kukuibia huku. Dakika chache mbeleni mwalimu mmoja wa kike akawa anaingia huko darasani na kusema kwamba siku ya leo hatofundisha mpaka darasa liweze kusafishwa. Na kama akikuta wakati mwingine darasa hili ni chafu kama hivi, basi hatofundisha kwa kipindi cha mwaka mzima. Na mwalimu kwa hasira akawa ameweza kuondoka. Bidada akaanza kuambia wanafunzi wenzake, "Mnaonaje tusafishe darasa ili mwalimu aendelee kutufundisha?" Akamwambia eti basi wakawa wameondoka na kumfungia bidada kwa ndani.
ndani. Wakawa wanamcheka dirishani wakisema kwamba yani sisi tusafishe darasa tuinamishe migongo yetu hapo chini, unamaanisha nini wewe bana? Hebu safisha mtoto wa kike, fanya hivyo haraka sana. Basi bidada akawa hana namna yote ile, ikabidi kwanza kusafisha hapa darasani, lakini kadri anavyozidi kusafisha kukuta vipande vya bangi ni vitu vya kawaida, vipisi vya sigara kama vyote hivi. Akiwa amechoka sana anarudi nyumbani hoi taabani. Basi akawa anakutana na mke wa anko wake. Shangazi mtu akawa anamuuliza kuwa vipi mazingira ya shule na namna ambavyo ameweza kupokea kwa siku ya kwanza. Bidada akasema kuwa ni shule nzuri sana, wakina kaka ni wakalimu na wakina dada pia, ni shule ambayo kiufupi ameipenda sana. Lakini shangazi akaongezea kwa kusema kwamba unakumbuka ahadi yetu? Bidada akasema ndio nakumbuka, kwamba sitoweza kufanya matatizo tena katika shule hii. Kwa hapa ndo tunakuja kugundua kwamba bidada G aliwahi kuwa ni mwenye matatizo sana katika shule iliyopita. Kesho mapema na alfajiri akiwa na keti katika darasa lake hili, akashangaa kuona kwamba Keifa amekuja na karatasi ambayo inaonyesha vyakula orodha nzima ambavyo wanafunzi wa darasa hili wanalipenda, na akamwambia kila siku hakikisha kwamba wanakwenda kutunulia vyakula hivyo katika eneo hilo wanalouza vyakula. Lakini bidada akamwambia mpumbavu nini wewe, afu mimi sio mfanyakazi wenu hata kidogo. Mwamba Keifa akaongezea kuwa kama unataka kuishi kwa amani katika darasa letu, basi unatakiwa kufuata oda zetu, kila oda ambayo tunakupatia. Zaidi ya hapo utaishi kwa tabu sana umndani. Lakini bidada G akasema kwamba sitofuata oda hata moja na nitaishi kwa amani umndani. Na bidada kwa dharau akasema kuwa siku ya kwanza tu nilipoweza kukuona niligundua kwamba wewe ni refu jinga, nilitamani nikuzute ngumi ili kukufundisha nidhamu. Keifa alikasirika sana na kutaka kuanzisha ugomvi, lakini ghafla kuna mwalimu akawa anaingia, ikabidi kuailisha. Baadaye kidogo muda wa mapumziko akajitokeza mwamba mmoja anafahamika kama Yuli, analetaga vyakula vya kutosha huko ndani. Lakini akawa anashangaa kuona kwamba darasa lao limepata mtoto wa kike ambaye ni mgeni, amewezaje kuingia huko ndani? Mwamba Yuli akamsogea bidada G na kisha akamtazama kwa dharau na akaondoka zake. Bidada G akaanza kumuuliza huyu Philips kwamba huyu jamaa ni nani? Akaambiwa kwamba huyu jamaa anaitwa Yuli. Huyu jamaa baba yake ana hela vibaya mno. Hapa mwenyewe alijitengenezea likizo ya kwake, akaenda Japani kufanya vacation, hivi ndio anarudi. Kile akaongezea kwa kumwambia bidada kuwa Yuli na Keifa ni marafiki wa karibu sana. Baadaye tunamuonyesha mwamba Yuli akiwa anaelekea kwa Keifa na kumwambia kwamba hivi mmeruhusuje mpaka mtoto wa kike anakuja kusoma darasani kwetu kwa amani kiasi kile? Lakini mwamba Keifa akasema kwamba nimejaribu kumtishia sana huyo bidada, lakini ameshindwa kabisa kutoka mule darasani. Hata mwenyewe anashangaa imekuaje. Oye, mbona mmekuwa wazembe sana nyie mafara nyie bana? Mnatakiwa kumtikiza yule bidada mpaka aondoke, sawa? Mwamba akawa amekubali na kusema kuwa haina shida kiongozi. Kesho yake mapema na alfajiri bidada G akawa anapata breakfast ili aweze kuelekea shuleni. Kile akiwa anatoka akakutana na mwamba mmoja anafahamika kama Andelo ambaye pia ni kaka yake. Akamtu akawa anauliza kwamba vipi maisha ya shule? Akasema kwamba yako fresh tu. Je, kaka unafahamu kitu chochote kuhusiana na ile darasa la section A? Mwamba Andelo akasema kwamba section A imetengenezwa mahususi kabisa kwa wanafunzi wasumbufu, yani wanafunzi walioweza kushindikana katika nchi wanapelekwa katika mitaa hiyo. Akasema kwamba section A ndio darasa pekee ambalo mwanafunzi anasoma form 1 mpaka form 4 akiwa humo, yani mnachanganyikana wanafunzi wa mwaka wa kwanza mpaka mwanafunzi wa mwaka wa mwisho. Akasema kama ikitokea mwanafunzi wa kike akahamishiwa katika section A, kama atakuwa na tabia nzuri, basi ana nafasi ya kuweza kuhamishiwa katika madarasa ya wanafunzi wa kawaida. Lakini si tu tabia, bali anatakiwa kuwa anafaulu mitihani, basi baada ya hapo atahamishiwa katika darasa la wanafunzi wa kawaida. Hiyo ndio ilivyo bana katika darasa la section A kuweza kutoboa. Lakini ule wakati anaelekea shuleni akakutana na kijana mmoja anapigana na vijana wanne njiani. Baada ya kumuona G, basi huyu jamaa akawa anajitambulisha kwamba bana mimi tunasoma darasa moja bana, tunaweza kuelekea wote darasani. Bidada akabaki anashangaa, tunasoma wote na umeweza kuwapiga watu wanne peke yako? Kwamba akajitambulisha kwamba yeye anaitwa Sai na bidada akajitambulisha kwamba yeye ni G. Basi bidada akawa anauliza hivi ni kwa nini wanafunzi wa darasa letu hawaruhusiwi kabisa kushiriki chakula kule ndani? Akamwambia kwamba mimi naweza nikakwambia, lakini sio bule kiasi hicho, unatakiwa kwanza kununulia chakula afu mimi nitakwambia kwa nini haturuhusiwi kwenda kule. Basi bidada akawa amemwahidi mwamba kwamba atakwenda kumnunulia chakula. Basi bana story inaanzia hivi. Ni kwamba kuna msichana mmoja alikuwa anaitwa Ella, alikuwa anasoma katika darasa letu na alikuwa na mahusiano na ule mwamba anayefahamika kama Keifa. Lakini yule bidada akawa amehamishwa kutokea section A na akapelekwa katika madarasa ya watu wa kawaida. Kwa sababu familia yake ilikuwa na pesa na walikuwa na uhusiano wa karibu sana na mmiliki wa ile shule yetu. Mwamba Keifa kwa kitendo cha bidada kuhamishwa kutokea section A, hiki kitu kilikuwa kimemkela sana. Lakini siku moja ambayo haitoweza kusaulika pale shuleni ni siku ambayo mwamba Keifa aliweza kumshuhudia huyo msichana wake kwamba alikuwa na kisi na mwanaume mmoja katika maeneo ya kununua chakula. Mwamba Keifa alianzisha vurugu zito sana pale ndani na alivunja kila sehemu ambapo anauzia chakula. Na kutokea siku hiyo basi uongozi wa shule ukatoa amri kwamba Keifa pamoja na kundi lake na watu wote wanaosoma section A hawataruhusiwa kabisa kuja kununua chakula. Kiufupi ni kwamba watakuwa wanaingia darasani na kutoka jioni. Baada ya mazungumzo hayo yote kukamilika moja kwa moja, Si pamoja na bidada wakawa wanaelekea darasani kama kawaida. Na bidada alishangaa sana kuona kwamba siku ya leo masomo alikuwa ameenda kawaida tu, alikuwa na amani kabisa hapa darasani. Lakini wakati wa kuinuka ndo akagundua kwamba nguo yake ilikuwa imejinasa katika kiti. Kumbe bwana walikuwa wamemtegea gondi. Na mwisho wa siku Philips pamoja na marafiki zake pamoja na Yuli pamoja na mwamba Keifa wakawa wanacheka sana. Kumbe ndo waliweza kuhusika katika mchongo huu. Basi wanafunzi wote wakawa wanatoka hapa darasani, lakini mwamba Sia pamoja na Philips wakaambiwa kwamba bana atakuwa ananunulieni chakula, naomba mnisaidie kutoka hapa. Basi wakaanza kumsaidia bidada kuweza kutoka katika kile kiti alichokuwa amenasia. Ila kwa bahati mbaya wakati harakati hizi zinaendelea, mwisho wa siku akajikuta ameweza kuchana nguo ya bidada. Kiufupi ni kwamba alikuwa nusu uchi tu. Basi mwamba Sia akamsaidia bidada kwa kumpatia koti lake, kisha bidada akawa ameweza kujifunika.
lakini bidada alikuwa amekasirika na akaomba kuelekezwa moja kwa moja ni wapi Keifa anakopatikanika. Kwanza kabisa bidada alipofika tu akalivua lile koti na kubakia nusu uchi, kisha akamtupia mwamba usoni na kusema, kwanza kuanzia leo nitanyuka kila mtu ambaye ataingilia katika njia yangu na hamtakuja kuamini. Na kama kuna yeyote ambaye anajihisi kuwa ni mwanaume katika kundi lenu, basi naomba tukutane kuanzia kesho. Nitakwenda kuonesha kwamba mwanaume ni nani katika kundi lenu na nani ni watoto wa kike hapo ndani. Ilikuwa ni bonge la mkwala ambao hawajapata kuona wala kusikia kabla, wakawa waamini kabisa haya maneno ambayo bidada anayazungumza. Itakuwaje siku ya kesho? Sasa tukutane katika episode ya pili, lakini kabla hebu sikiliza hii. Tangazo. PVP Media Max kupitia kitengo chake cha IT tunatoa huduma zifuatazo. Tunarekodi na kurusha live ibada, sherehe, mikutano na semina kwa kutumia vifaa vya kisasa na vyenye ubora wa kimataifa. Ukifanya kazi nasi utajionea tofauti mkubwa. Pia tunafungua akaunti za YouTube za kulipwa ndani ya muda wa siku 15. Tunafungua akaunti za makanisa, vikundi vya sanaa, watu binafsi na taasisi zote. Chaneli zote zinakuwa na vigezo na kusajiliwa kwa majina ya muhusika, BLELA pamoja na TRA. Pia tunatoa msaada kwa wanaohitaji kusajili chaneli zao katika mifumo rasmi ya TCRA. Na pia tunatoa mafunzo ya uendeshaji wa YouTube na usimamizi kwa siku 30 tu. Ada ya kujiunga na grupu la mafunzo ni shilingi 50,000 tu. Kwa mawasiliano zaidi wasiliana nasi kupitia email pvpmediacompany@gmail.com au kwa WhatsApp namba 0622113984. PVP Media tunasema YouTube ni ajira na bosi ni wewe mwenyewe.